Jambo la kwanza ambalo Bwana anasema ni kwamba ule ujumbe ambaye Mungu ataupaka mafuta mwaka wa 2026 ni ujumbe wa repent, the kingdom of God is at hand. Ujumbe wa repentance, wale wote watauchukua sana ujumbe huo, utapakwa sana. Number 2, hii ni mambo ya kanisa. Vile kanisa lilipigwa sana mwaka wa 2025, Mungu atainua nguvu nyingi za kitaifa ambazo sasa zitatetea na kupigania kanisa la Kristo. Na kile kinatakana kwa kanisa ni maombi. Na mnakumbuka message number 1 ambayo ilisomwa hapa na Daktari Edward. Tuliambiwa ya kwamba mwaka huu wa 2025 kanisa litapakwa matope sana. Watu watatokea waongee maneno mengi sana kuhusu kanisa. Na mliwaona, mliwasikia. Wengine walikuwa wanaongea moja kwa moja, wengine walikuwa wanaongea kwa social medias, lakini Bwana alikuwa ametuambia matope itatupwa huku na huko, na nyinyi mliyaona. Kwa hivyo Bwana akisema kitu, mwe mnaangalia ndio usihusike ukajuta baadaye. Number 3, Mungu atatembelea watu wale wataomba kwenye zamu za usiku. God will visit people who will watch in the night watches. Maombi ya usiku kuanzia leo mwaka huu wa 2026 iko na reward kubwa sana kutoka mbinguni. Number 4, people of God will be given many eminent position in government. Hiyo tumesikia of course. Lakini sasa ni wakati ambapo watu wa Mungu watawekwa kwenye serikali za dunia mzima, kwenye eneo ambazo wanaonekana vizuri, na kanisa litapelekwa kwenye enzi ingine, na vita zingine zinapigwa kanisa zitakwisha, hamutasisikia tena. People of God will be given many eminent positions in the governments and societies worldwide, and will use them to open doors for the gospel. Number 5, increase in church attendances will be clear. Itaonekana kabisa, itakuwa dhahiri. And dangers of lukewarmness in the church will come. Na hapo Bwana akasema prayers and repentance message will be greatly anointed, kwa sababu kuna mambo itatendeka duniani itafanya watu wakimbie kanisani. Na wakikimbia kanisani wasikute ujumbe wa repentance and prayers, kanisa la Bwana litazimwa nguvu, na sio mapenzi yake. Vita ya wachawi wakipigana na madhabahu ya Mungu, of course Bwana akasema itaongezeka. Lakini kile kitaishinda ni kanisani, iwe that the church should reduce entertainment in churches and increase repentance and prayer. Number 7, Shetani ameuliza auwe viongozi wa makanisa duniani, strong people. Akasema apewe ruhusa, awatafutie kasoro, awaangushe, awaue. Strong prayers from intercessors around the world ili isimamisha kabla hatujaruka mwaka. Lakini Shetani alikuwa ameomba 2026 afanye hiyo shughuli. International laws, hiyo ni number 8. International laws of social media will affect many young people. That the church should pray to bring acceptable rules. Watu duniani yote mzima wameamua kutengeneza mikakati na masheria ya kudhibiti hizi vitu zote za jamii ambazo zinaenda mitandaoni. Sheria hizo zitatengenezwa si Kenya, zitatengenezwa internationally.
Na Bwana anasema tuombe, maana njia hiyo hiyo ndio ametumia kueneza injili dunia mzima. Na sheria zikipitishwa baya, injili kama hii tunapeleka live itakuwa affected. Number 9 ni church people with the, yani watu wa Mungu ambao wako na bidii. Mwaka huu ataingizwa kwenye mavuno na watafanikiwa sana. Hivyo ni kusema mtu yote ambaye ni mvivu, lazy people will miss it. Tafadhali muinuke mwe na watu wako na bidii. Maana bidii ya watu wa Mungu kwenye kazi zao, biashara zao itakuwa heavily rewarded this year. Because some people will be greatly blessed physically. Hiyo ni number 10. Temptation to backslide will become real. Watu wengi wataingia kwa pesa ambazo hawajawahi kuzishika. Kwa hivyo majaribu ya kurudi nyuma itakuwa real. Resurgence of Holy Spirit move in mainstream churches will bring danger of spiritual splinter churches. Na Bwana anasema tuombe. Mwaka huu amemulika kupeleka Roho Mtakatifu kwenye mainstream churches ambazo hasijawahi kuwa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo sitasukwa na hiyo move. Lakini Bwana ametuambia mapema ndio tuombe kusiwe na splinters among the churches. Kwenye ulimwengu wa siasa, na nimesikia maonabii mengi yametolewa hapa kwenye mambo ya siasa, temptation to fight over elections will be real. Lakini wale watatoa vita watapoteza. Number 2, serious prayers against the death of main leaders of the people must be done now. Na watu wale wanapenda maombi waelekeze maombi pande hiyo. Maana shetani aliomba auwe viongozi wakubwa wa makanisa na auwe viongozi wakubwa wa mainchi dunia mzima. Number 3, kuna vikundi vinataka kuinuka nchini Kenya za tribe, za nini? The resurgence of tribal groupings is a serious challenge ahead of the church, and the church should pray seriously about this. Kuna roho imeshuka, imeingia, watu wameanza kufikiria kulete pamoja vikundi vya kikabila ambazo zitakuwa vikundi vya kufanya mambo yasiyokubalika. Hiyo roho tulikuwa tumeishinda miaka kama 5-6 imepita ama 7. Lakini nimeona regrouping, wameanza kuligroup na vikundi vingi vitakuwa Nairobi. Kwa hivyo watu wa Nairobi tuombe sana. Then next one, serikali now itaface stiff challenges from the middle of the year. Kuanzia mwezi wa 5 kuendelea June kwenda hivyo. But with the prayers, these challenges will fizzle out. Hizo zitakuwa challenge kubwa za kisiasa ambazo zitaleta shida nyingi. Lakini Bwana akasema zikiombewa, maana zimetoka kwa giza, zitakwisha. Sheria nyingi, verse number 5. Sheria nyingi zitabadilishwa hapa Kenya. Kanisa iombe ili sheria hizi sisipinge injili. Number 6. Mwisho kanisa itashinda. Mwisho wa mwaka huu kutakuwa na ushindi sana wa kanisa. Na pengine kama tutaweza kukutana kwenye viwanja kama hizi, zitakuwa zimejaa, zinakosa mahali pa kukaa. Ya mwisho ambaye Bwana aliniambia kuhusu mambo ya ulimwengu wa siasa ni kwamba people may want Kenyan leadership. Ile iko sahihi. Watu wengi wangependa iondoke. But right now it is completely not God's will. Hiyo ndio ya mwisho. Na sasa ningeomba kila mtu mahali umeketi chini, utafute kalamu na karatasi, uandike kila mwezi